Kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji, watu wengi wamekuwa wakichukulia ni kitu simple. Wengi wamekuwa wakiwafuga na kuachia tu akizunguka, na wanakutana na changamoto mbalimbali hasa katika utagaji wa mayai na kulea vifaranga. Sasa sisi tumekuwa tukiwafuga kisasa zaidi. Unazungushia katika eneo na kuweka ndani, na hapo ndipo changamoto ya chakula inapoanzia. Lakini nataka nikwambie, kuwalisha kuku wa kienyeji ni kitu simple zaidi, kwa sababu 80% ya chakula watakachokula ni mabaki ya vyakula hivi vya kawaida sisi tunavyovila. Kwa hiyo inaleta urahisi zaidi. Mimi nina kuku si chini ya 50, na hapa nitakuonyesha namna ninavyochanganya chakula chao. Wakati nini mnaona uchafu na kutupa, mimi ndo naona wanga, protini, vitamin na kadhalika. Itakushangaza hapa ninapoenda kuchanganya. Kwa hiyo uwe makini mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Kuku wangu mimi huwa na wakadiria bakuli moja la pumba. Inajaa kama hivi. Na ika zangu kwenye ndoo. Hawa mimi huwa nawalisha asubuhi na jioni. Kwa hiyo bakuli moja asubuhi, bakuli moja jioni. Kama mnakumbuka pia tulishai kufundisha kuhusu mashina ya mgomba. Yanavyofanya kazi kwenye chakula cha kuku. Kwa hiyo mimi huwa nayakata mengi na nahifadhi namna hii kwenye mfuko. Ukiweka hivi kwenye mfuko ni nzuri zaidi. Unafunga kama hivi, unatoa hewa yote, unaacha linapigwa na jua. Kwa hiyo ukiwa na madudu yako mengi kama haya, inakuwa ni rahisi zaidi. Hivyo kwa hiyo hii nitaenda kuweka robo. Haya, nachanganya. Mtu atashangaa uliweka bakuli moja la pumba. Sasa vitu vingine ndio hivi vinaenda kufuata baada ya pumba. Baada ya hapo unayaminya hivi ukutoa upepo, alafu unayafunga, unaenda kuyahifadhi vizuri. Nia na mazumuni ya kufunga hivi, kutoa hewa kwenye mfuko na kufunga, ni kwa ajili ya kuzuia bakteria wasiozeshe chakula. Sisi tunataka tu fangasi wakichachishe. Kwa hiyo ukifunga kama hivi, unataka chakula chako cha kuku kikae muda mrefu, unafunga hivi, unatoa hewa, basi kinachacha vizuri. Na ukifungua ili kujua, kuna harufu zile zinatofautiana, harufu ya kuoza na harufu ya kuchacha. Kwa hiyo tuwe makini. Kama ikikushinda, basi unatafuta kama ni ndoo au chombo chochote chenye mfuniko, unafunga vizuri, kitachacha vizuri na kuku watakula. Kitu kingine, tunaweka mashudu kwa ajili ya mafuta. Hivyo kama una mashudu, unaweza ukaweka machicha ya nazi. Machicha ya nazi ni mazuri. Kwa hiyo kama ukiyatumia, umekuna nazi yako pale, umeachuja, ukimaliza unaweka kwa kuku, ni mazuri zaidi, yanaongeza mafuta. Wengi mngeweza kutupa ukoko huu, lakini mimi niliuhifadhi nikaweka kabisa kwa ajili ya kuku wangu. Tangu mchana nikasema nikienda kuwapa chakula, jioni nitawawekea. Kwa hiyo unapokuwa na maukoko au vyakula, unaosha sufuria, basi unawakwangulia, unayahifadhi vizuri, unayaweka. Kama utatumia muda huo labda umeosha vyombo asubuhi, unajua utatumia mchana, hamna haja ya kufunika. Unaweza ukaweka tu hivi hivi, baadaye wakati unachanganya chakula chako ukayaweka. Hapa tuna uduvi. Unaweza ukatumia uduvi, vichwa vya dagaa na vingine. Hii tunaweka kwa ajili ya kuongeza protini, calcium. Utaweka tu nusu mkono kama unavyoona. Kama nilivyokuambia, mimi huwa situpi kitu. Haya hapa ni maganda ya viazi. Yenyewe niliyafementi jana usiku. Kwa hiyo leo yanaonekana ni malaini kabisa. Hayajaoza, yamefaa kuchacha. Kwa hiyo ni mazuri sana kwa kuku. Maganda ya viazi usiwe unapenda kuyaweka mabichi. Unaweza ukatumia njia hii mimi nilotumia, unayaweka kwenye mfuko, unaweka na maji kidogo, unayahifadhi vizuri, unawekea hapa leo, kesho wanakula. Lakini ukiwekea hivyo hivyo sio mazuri sana. Zaidi kama unayo mengi, unapaswa uyachemshe. Nina yai jana mimi nilikula. Kwa hiyo kama tulivyofundisha kwenye masomo yaliyopita, mayai ya kuku unapaswa ponde hivi na mkono kama mimi ninavyofanya, na yenyewe ni mazuri. Kuku anakula. Kwa hiyo usitupe kitu. Hii ni premix ya Kenfeed. Mimi natumia kwa ajili ya kuku wangu kuimarisha mifupa, lakini pia kuongezeka uzito. Kwa hiyo anapofikia umri fulani, tutafundisha somo hilo, basi unapaswa kuwawekea premix kwa ajili ya kuwezesha mifupa yao kuwa imara zaidi na kuongezeka uzito. Mimi huwa naweka vijiko 3. Kwa kuwa nimeshakuwa mzoefu, nitakadiria kwa kuangalia hivi.
Hapa nina manjano. Hii manjano ni nzuri kwa kuku. Unaweza kuweka kwenye maji au ukawachanganyia kwenye chakula. Inaenda kuzuia ule ugonjwa wa mapafu. Unakuta kuku au sana sana vifaranga vinashindwa kupumua kama vinabana hewa, unakuta vifanya. Kwa hiyo hii ni nzuri, unaenda kuzuia huo ugonjwa usijirudie au usitokee. Kwa hiyo ni nzuri na yenyewe unachanganya kijiko kimoja. Lakini pia manjano ni antibiotic na inazuia mafua ya kuku. Kwa hiyo ni vyema ukatumia. Nzuri ni hii ya unga. Utaenda na yenyewe kuchanganya. Hii ni chumvi tu ya kawaida na yenyewe tunachanganya kwenye chakula cha kuku ili kumfanya kuku ajisikie kiu, anywe maji mengi, hasa wale wanaoelekea kwenda kutaga. Waweze kutaga vizuri. Lakini pia kama tunavyojua chumvi ina madini mengi ikiwemo madini joto. Kwa hiyo na yenyewe huwa tunaweka kidogo tu. Leo pia nilikula mchicha, kwa hiyo haya ni madude yake ya juu. Tutakatakata kama hivi unavyoona. Mchicha ni kitu muhimu sana, kina vitamini kwa kuku. Utakatakata hivi, slice ndogo utaweka na yenyewe. Kwa hiyo kama una mboga za majani pia ni nzuri. Kuku wanakula matembele, wanakula majani ya maboga, wanakula mchicha kama hivi. Nafanya hivi, hii hata kuku wadogo waweze kuweka mdomoni wale. Kwa hiyo ukiwa na vitu vyako vingi kama hivi unaviandaa mapema ili kifika muda tu unakuwa navyo viko pembeni. Kwa hiyo wewe kazi yako inakuwa ni kuchanganya tu. Kuchanganya kama hapo unavyoona. Haya. Jamani, kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji hatutupi kitu. Vitu kama hivi vidogo matunda, maganda yake ni vitu muhimu sana kwa kuku. Ili kuwawezesha kuyala, unaweza ukatupia zima watakula, lakini ukiyakatakata hivi inakuwa ni rahisi sana. Ukichanganya na chakula hakibaki kitu. Ngoja tumalize hapa tuchanganye afu uende ukaone kuku wangu wanavyokula. Wewe mwenyewe itakushangaza, ni vitu vizuri, sio vya gharama, ni vitu vya kawaida tu vya nyumbani. Hapa ni ganda la papai. Kwa hiyo vyote unavikatakata kama unayanya, unaembe. Hilo somo nitafundisha ni kwa nini baadhi yao wanakula na baadhi hawayali. Kwa hiyo usije ukajichanganya, uwe makini. Unaweza ukawapa kumbe umewapa sumu. Kwa hiyo ni beta kuuliza kwamba ganda hili au matunda gani wanafaa kuyala, maganda yake au mabaki ya matunda. Kwa hiyo unakatakata kama hivi. Mpaka hapa sasa nimemaliza, lakini na kifuu hizi cha nazi. Lakini hiki ngoja nitawapa vifaranga wangu. Mpenzi mtazamaji, baada ya hapo tunachanganya na maji. Maji ya aina yoyote. Mimi hapa nilikuwa na maji yangu ya chapati, nilipika chapati za maji asubuhi, kwa hiyo nachanganya na mayai. Ni mazuri. Na baadaye nitakwambia kwa nini chakula cha kuku kinatakiwa kiwe na maji. Na baada ya hapo utachanganya. Njia yote utakayochanganya imradi tu uhakikishe chakula chako kimechanganyika. Kama unatumia mkono, kama unatumia mti, kama unatumia upawa, ni wewe tu. Mimi nimeamua kuchanganya na mkono. Huwa natumia tu mkono wangu. Nachanganya. Unavyoona kinatakiwa kiwe na maji, kisiwe cha ukavu. Basi mtazamaji, nimeshamaliza kuchanganya chakula changu. Na unajua vimeingia vitu vingapi hapa? Basi twende tukawape kuku wetu tuone nini kitaendelea. Mtu anaweza akakaa huku akajiuliza, hivi kweli kuku wataenda kuyala hayo yaliyochanganywa? Ni kweli, twende kashuhudie mwenyewe. Wanamaliza. Basi mtazamaji, nadhani unajionea mwenyewe jinsi gani kuku wanavyochangamkia chakula, kuanzia wakubwa mpaka vifaranga. Na hawa huku ni majogoo. Kwa hiyo ukiwa na kuku wengi ni muhimu sana kuwatenga makundi ili wote waweze kula na kufaidi vizuri. Kama hujawahi kuwachanganyia kuku wako chakula cha aina hiyo, unaweza ukawekea siku ya kwanza wakawa wanaringa kwa sababu hawajakizoea. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, watazoea na wewe mwenyewe utakuwa unashuhudia wakila na kumaliza. Au unaweza ukawaacha na njaa kwa muda fulani,
then baada ya hapo ukawekea chakula, kwa sababu watakuwa na njaa, watakula chochote kitakachokuwa mbele yao. Na hapo ni baada ya muda, unaona mapoti yote ni meupe, si kuku wakubwa wala kuku wadogo. Kwa hiyo nadhani mwenyewe umeshuhudia jinsi gani chakula kilivyowanogea. Mpaka hapo mimi sina la ziada. Langu jina Diana Mvungi. Endelea kuwepo hapa Kokoriko, usisahau kushare, kulike, kusubscribe kwa masomo mazuri zaidi yanayokuja.